kuanzia unyayo hadi utosi, na mweka huru katika jina la Yesu Kristo. Vita sio vyetu, vita ni vyako Bwana. Unapigana na wanaopigana nasi. Neema yako ikawe juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako ikawe juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Afungue na weko huru katika jina la Yesu. Amen. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako, naomba unirehemu na kuniponya. Naenda kinyume na kila roho iliyonitesa muda mrefu. Sasa nimejikabidhi kwako, naomba unirehemu. Na haya mapepo na roho za misimu, roho za mababu, kila roho zilizotumwa juu yangu, ninazikataa zirudi zilipotokea. Kuanzia leo mimi ni mzima. Nahitaji kukutumikia Yesu. Nahitaji kukutumikia Yesu, sio mtumwa wa shetani. Ee Bwana Yesu, ponya na moyo wangu. Kila mitego inayoenda kwangu ninaitegua kuanzia leo kwa jina la Yesu. Mimi sio mtumwa wa maagano ya kichawi, maagano ya mali. Kuanzia leo ninayakataa, ninakata minyororo yote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Basi kila mmoja simama juu. Wasingetambua wakati kwa kuwa mchana wameona labda wingu, wangeweza kufikiri na usiku itakuja wingu, bila kujua kwamba usiku itakuja nguzo nini ya moto, na mchana kutakuwa na wingu. Wingu ndio utakaloiona litakuongoza safari yako. Sasa safari tulionayo hapa duniani, lazima utambue majira, utambue nyakati, utambue nyakati. Kwa hiyo wana wa Israeli, baada ya kutambua kwamba mchana kutakuwa na wingu, usiku kutakuwa na nguzo ya moto, walitembea sawasawa na Mungu alivyoelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine kuna wakati wa wingu. Lile wingu linapokuongoza, kama ni wingu lile kuongoza nao. Kuna wakati unaweza kusikia msukumo wa maombi. Hiyo ni wingu ndio unakufanya kusukuma kuomba. Kuna wakati unasikia msukumo wa kusoma neno. Tembea na huo msukumo. Kuna wakati unasikia msukumo wa kushuhudia watu na kuambia habari za nani? Za Yesu. Nenda fanya hivyo. Usipotambua majira, kuna wakati unaweza ukaugua kwa sababu kutambua majira ya kujua kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kile unachokifanya, unasikiliza Mungu anasema nini. Kwa hiyo watu wengi sana wanatambua majira ya kujua kwao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika makabila 12 ya wana wa Israeli, kuna kabila ambalo Biblia inasema walikuwa wenye akili, waliotambua majira na nyakati. Kabila hilo linaitwa Isakari. Soma Nyakati wa kwanza sura 12 mstari wa 32. Unaweza tutaanza hata 23, lakini ni mengi sana. Lakini nataka tuwe mstari wa 32. Kabila la Isakari. Sasa ukisoma au soma tu, makabila ni mengi sana, kila kabila lilikuwa na jambo lake. Lakini la Isakari lenyewe lilikuwa na akili na kutambua majira. Nyakati wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa 23 utaona ukakili utavuka kwenye mstari wa 32. Somea hapo. Nasema na
wana wa Isakari, wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati ya watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatende, ya kujua yawapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Umeona? Sasa ishi hapo, tunataka kumstari urudie tena. Sura 32. Wana wa Isakari, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, watu wenye akili, sema watu wenye akili, ya kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatende, kujua wayapasayo Israeli wayatende. Hao wana wa Isakari akili nyingi, watu ambao wanajua nyakati na majira yanayotakiwa Waisraeli watende nini. Tosha. Sasa hao, bila hao Israeli wasingeweza kushinda vita hiyo yote. Maana wao wanajua nyakati, wanajua majira. Ni majira gani twende vitani? Ni majira gani tusiende vitani? Ni majira gani tule chakula? Ni majira gani tusile chakula? Ni majira gani tuombe? Na ni majira gani tupumzike? Ni majira gani tulale? Ni majira gani tufanye kazi? Sasa leo wewe uliyeokoka lazima uwe na akili ya kutambua majira na nyakati. Maana kuna wakati sio wa kulala, kuna wakati ni wa kuomba, kuna wakati ni wa kusoma neno, kuna wakati ni wa ibada. Lazima ujue kwamba nyakati huu ni wa ibada. Ndio maana watu wengi sana wafanikiwi wakati ambapo anahitaji kuomba, ndio anasinzia na kuomba, na ndio shetani anamtembelea. Wakati anapohitaji sasa kusoma neno, ndio wakati wa kwenda kula chakula. Yesu akasema hamtaishi kwa neno tu, kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Lazima utambue nyakati kwamba kuna wakati wa kuomba. Leo ninajitengea muda wa kuomba. Kama nilivyokuwa naendelea na somo linalosema kuomba neema kabla ya mambo kutokea. Maana unaposubiri mambo kutokea ndio uombe, ni kwamba hujatambua majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Hujatambua majira na nini? Na nyakati. Usisubiri mabaya kutokea. Ndio maana nilimwambia kabisa, kama tulivyosoma katika ile nini Zaburi ya 55:12. Adui ni nani? Sasa usipotambua majira, hata wokovu wako unakuwa mashakani. Wokovu wako unakuwa mashakani. Ndio maana Yesu akasema waombeeni maadui zenu. Usilaumu usijokalaumiwa, usilaani usijokalaumiwa. Leo mnaanza kwamba popote pamoja, lakini mnalaumiana, mnajengeana uadui, yaani ukaza kitu huyu ni adui yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.